hizi mashirika za loan za kupeana loan kama wapikipiki hawa sana sana watu wa mobu na watu credit wanatunyanyasa sana sisi kama wakazi wa bodaboda. Mtu amelipa pikipiki imebaki pesa kidogo, wanakuja wanachukua hiyo pikipiki na hakuna pesa wanamrudishia hata kidogo. Tumekasirika sana na hili tendo, tujafurahia. Na tulikuwa tuna support Babu Owino kwa hiyo motion alikuwa amesema kwamba hao watu wa kupeana loan inafaa waangalie sana hiyo mswada apeleke paka kwa bunge. Niko hapa na rafiki yangu mwingine, hao watu wa pikipiki walikuja hapa amelipa pesa imebakia shilingi 50,000 wakakuja wakamchukua pikipiki, sasa anahangaika hana pikipiki. Watu credit nilichukua pikipiki huko ninalipa pesa, lakini pesa inaongezeka ikifika kila mando wanaongeza, kila mando wanaongeza. Na si Kenya wanaongeza pesa kupigia simu, akishaongeza pesa ikifika Wednesday after 1 day or 2 days wanakupigia simu mkopo wake imefika pesa fulani. Mimi pikipiki yangu ilikuwa 1240 nika deposit 30,000. So far I have paid 224,000, lakini bado ananipigianga simu anataka pesa. Sasa nashindwa, kama pikipiki ilikuwa 240 na nika deposit 30 ikabaki 210. So far I have paid 224. Hii pesa nyingine yenye huwa anadai hawa watu inatoka wapi? Alafu wanakupigia simu kila wakati, lipa pesa. Mimi naomba serikali ingilie hii kampuni na iwaangalie vizuri kabisa. Sisi kama bodaboda riders unaona kama tunanyanyaswa sana na hizi makampuni za kupeana maloni. Serikali imejifanya ikitetea mambo bodaboda, lakini mabodaboda wanapochukua mapikipiki za maloni, hizo pikipiki zinapolipa tunalipa na ushuru ndani, ambapo serikali pia iko ndani na sisi pia mabodaboda tuko ndani. Lakini tunajaribu kulipa kulingana na hali ngumu, au wakiona kama tunaanza kulemewa kidogo na wataka kutuelewa, wanakuja kuchukua hiyo pikipiki. Haswa kama mimi nilichukua pikipiki kwa second hand, nikanyang'anywa. Utapata pikipiki moja hiyo watapeana zaidi ya watu 10 kwa hiyo pikipiki moja wakiingiza pesa, na serikali inaendelea tu kunyamaza, na serikali yenyewe inasema tutatetea mabodaboda.